maisha. Tani anatuvimbia kajiona kamaliza. Kwanza ana jambo dogo amejawa sala. Peta wa kihaya yeye amepanda dao. Anapenda sifa mta mzima wanamjua. Analitikisa jiji zima wakijua. Oh jamani, mpera mpera huku mtaani. Mpera 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 huku mtaani. Mpera mpera oh jamani, mpera mpera huku mtaani. Mpera 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 huku mtaani. Mpera mpera oh jamani, mpera mpera. Sema nini Maji? Kama vipi nisubiri kwenye kigogo cha mnazi pale, mimi naongea na mchumbangu mara moja afu tunasepa. Sio mimi nikusubiri, mimi najikata. Yaani unajifanya 45 nini mwanangu? Yaani ukioga na manzi wako nini unajiona yaani unajikuta. Mimi najikata, mimi nikaepo unaletea michoresho ya nini babu? Kwa unaelekea wapi hapa? Mimi naelekea magetoni ujue. Sema nini mwanangu? Mazingira yangu ni yakute geto basi. Wewe nini? Ni mazingira venyewe hivi vidusko vile mwanangu. Mimi navipiga vyote kapia. Oya babu, tutakuwa tuelewane mimi nikifika geto huko basi. Kibode. Kwani wewe Kibode una shida gani jamani? Ni mtu gani ambaye ataukadi ukafikiria jamani ukasema labda mimi mpenzi wangu na vitu anavitaka. Ukaacha kuongea vitu kama vitaida. Sijui nani, sijui vidusko, sijui vya munini, mazingira, sijui choro, sijui. Kwani unaongea vitu kama vile kijinga ambacho hakina akili? Yaani nifike sehemu sasa uje kwa wazazi. Kwani kila siku tunakaa tunatumiana nini jamani? Au wewe unaika vile mwili unachoka jamani? Na ingia vipi kwenye ule mjengo? Utaingiaje unanuka bangi mdomo unanuka tambu. Wewe, Kaisiki. 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 Mtoto vipi huyu? Kaisiki. Unajijua mwenyewe na matatizo yako. Wewe. Kila nikizungumza na mwanao unakuwa unaniona si namna gani? Wewe. Hebu toka ndani. Wakibado rudi huko. Nini shida? Shangazi. Nisikilize. Ikitokea la kutokea ujue wewe unahusika. Chana. Ngoja. Kwa sababu wanasema mtoto ni mama, na kwa kuwa wewe Mungu amekupa mtoto mmoja na ni wa kike, lengo lako ni kuniharibia mtoto wangu. Hivi wewe baba Kaisiki, unaelewa unachokiongea kweli? Sawa, mtoto ni mama. Huu ni mwanangu, jicho langu. Sawa, unaongea mengi nimekusikiliza, lakini sijajua maana yako ni nini. Kafanya nini? Sasa huyu mwanao nimemkuta kule kichochoroni kule. Kila siku na jina moja la Kibode si nani kijana muuni na mkuta kichochoroni kabananishwa. Na hili kila kichanganya kijana mwenyewe kafikia kwa rafiki yako yule sio ambanani yule. Ila shoga yako. Huko kwani kuna shida gani huko? Yaani unamaanisha nini kuna shida gani? Maana umetoka mbio, naomba niambie kuna shida gani? Yaani kuna sehemu nimepita. Yaani pikipiki napita na ikopa pikipiki na kuja kugonga beseni la karanga. Nageuka hivi muuza karanga simuoni. Nasikia huku mwizi, nasikia nikiangalia hadi vitu vidogo shangazi vinanikimbiza. Yaani hivyo jinsi ulivyo uonekana. Muonekano wako tu wa kijizi na yule rafiki yako unaotembea naye mwenye rasta yule litakukuta jambo wewe mtoto wewe. Alafu hata dozi hujamaliza unafanya kazi ya kuzunguka mabarabarani kukimbizana. Kwa nini lakini unanifanyia hivyo Haki ya Mungu bora ishe tu hiyo dozi yako na uondoke kwenu. Mimi mwana shangazi, mimi katika swala la kuondoka bora tu niondoke kwa sababu yani mtaa unafiki wewe, usikae na mtu yani kichochoni kidogo basi tatizo. Ukisema labda useme hivi yani matatizo juu matatizo yani
Mtoto wa kaka, umezidi na wewe uuni. Yaani ulivyokaa muonekano wako haki ya Mungu, kila mtu anakujua yeye. Akikuangalia tu, mtu mwenye heshima zake anakujua wewe mwizi. Na yule lasta unaotembea naye ndio kabisa. Mimi sitaki matatizo. Nataka umalize dawa yako hapa, uondoke kwa usalama kwangu. Si unanielewa? Na yule rafiki, mimi sijampenda na simpendi. Maana tunamjua vizuri hapa mtaani. Kama itatokea wallahi nakwapia. Mwanangu akabeba ujauzito wa haramu. Wewe na mwanangu mtanibeba. Unanikosea. Babake siku unakosea. Unaona sasa babako anapofikia? Ananichanganya mimi kwenye uhuni wako wewe. Mama ananisingizia. Anakusingizia kitu gani? Mmetoka mnakimbizana huko mpaka hapa. Bora mngekuwa mmeiba. Nijue mmesha nyimana mlivyoviiba, mnakimbizana. Kumbe masuala ya wanaume nishakukanya kaisiki. Masuala ya mabwana sitaki. Angalia leo unaanzalisha mbele babako. Naonekana na mimi nahusika. Hivyo unataka nikunyonge wewe? Unakuja kuleta matatizo kwenye familia hapa. Mama kitu gani? Unakosa hata kuongea kwa sababu tabia zako mbovu. Nenda ndani huko muangalie vile. Jamani. Yaani mimi mwenyewe usinichukulie poa shangazi, usinichukulie poa. Sio kama unanikimbiza ukaona kama vile mimi mwenyewe napiga ngumi shangazi, usinione hivi napiga vikombe. Mbona umekimbia leo? Mbona leo umekimbia? Mimi nimeheshimu tu shangazi, mimi nikwambie. Yaani kwanza mikwala kuniambia si utahama, mimi vovote tu. Ila mimi nitakomaa nao. Mimi sikai na mtu ambaye simuelewi. Huko nakimbizana huko. Wakija hapa akivamia kwa kikulia hapa, mimi kaka nitamwambia nini? Waambie waje. Waogopi. Mimi? Naogopa nini mimi mtoto kiume naogopa? Toka shambani kwangu huko. Kumbe unaogopa. Una lolote. Shangazi michongo gani ya kutishana kama hivyo shangazi? Unajua mimi nina pressure na wewe mwenyewe unajua kabisa mimi natumia dawa shangazi yangu bwana. Ana shangazi rafiki yangu ana mimi da. Mjisifu una mwendo. Unaenda. Yaani kwa sasa hivi, yaani wakija tena sasa hivi, umondana kuchomoa, wakuchome pale pila. Wewe sikiliza, mimi simwogopi mtu wote kwenye mtaa wako. Ngoja. Mbona ulikimbia? Una lolote Huyu kijana wako huyu sijui Mounthi, sijui nani huyu Kibodi, sijui Batani, maana ana jina la ajabu huyu naye. Kwanza, mwanangu anaitwa Kibodi. Unasemaje? Haya tuyaache, tuingie kwenye pointi. Nisamee kama nimekukosea. Hapo bwana nilonileta ni huyo Kibode. Huyo. Anataka kuchafua nyumba yangu. Ufanyaje tena? Unaona sasa unaposhuka ndio utanielewa kwa huyu mtu sio mzuri. Si uliniona mimi mbaya? Huyu kijana hafai. Atakuja kukupa janga la roho hapa, utashindwa pa kulibebea. Utajieka eka muda wote. Yaani amefanyaje? Nenda kwenye pointi, mimi sikuelewi. Mume wangu. Wae, niko huku mwanangu. Vipi mzee? Sasa mbona uko huko afu mlango kule uko wazi brother? Hata mzee si unajua hapa ni namba ni nani atakuja kuleta makelekese huku ndani babu. Kwanza vitu vyangu viko wapi? Maana uko nilipotokea huko majanga tu mwanangu. Nipe kwanza nitoe kitu basi. Hapa nyuma umekuta hapa na malizo na bahati. Ngoja sasa hapa nyinyi nimewasha mwanangu, jisikizie basi. Jishikilie mwanangu. Hapa nyuma kwanza nimeiwasha. Bado ile nitakutembezea usijali. Sema nini mwanangu, naona bange kama chakula au vipi Zangu hiyo mibange tu babu. Mtembeza huko. Sema mwanangu nini? Hizo pigo zako za kuna niletea hiyo na kama manzi wako alafu nakukuta geto si nakukuta pale. Tumetoka jaramba moja tunaishi na jaramba moja unajua. Sio unaletea kodi za kishfofo unajua. Kwa tuachane na hayo ndugu yangu. Kwanza kaanza mtoto. Ndani. Kaja mume wangu chumbani. Kamtoa mtoto mbio kufika pale kampiga mwanangu nusu amvunje. Kwa sababu Kibode kaiba. Bora angeiba, angepigwa chomwe moto tujue basi ameisha, lakini mwanao muhuni kahaba wa kiume. Ngoja usimtukane mwanangu. Naomba unisikilize kwa makini. Kambananisha mwanangu mimi uchochoroni. Wanatongozana kinyemela. Lakini nikasema haiwezekani, wewe udugu wangu. Atakuja kupata mimba zisizokuwa na maarifa. Afu tutazipeleka wapi? Mimi mwanangu nikimfukuza utamlea wewe. Na kama utomlea wewe nitamlea mimi.
Uoni mimi na wewe ndo tunapata matatizo hapo ya kulea vitoto ambavyo havijakusudiwa. Nikaona hata nije kwako udugu wangu nikwambie ukweli. Huyo keyboard huyo kama kweli ni mstaarabu, ana nia ya kuoa, afate taratibu. Andikeni barua, tafuteni mshenga, njoeni nyumbani, mtoe barua, toeni posa, mahari, muoe. Kama unavyojua mume wangu ni mstaarabu, hana heshima. Mimi mwenyewe nikiwa na wewe tu hapa ndo najidai kuongea kwa sababu najua wewe ni ndugu yangu. Lakini mwenyewe unajua ustaarabu ndio kuwa nao mimi, sina mambo mengi. Kwa hiyo wasituvunjie heshima hawa watoto. Lakini mimi nashangaa hii tabia kaianzisha lini? Pale alipo mwenyewe kachoka tena mtafute mwanamke tena. Mbona anatakurushia balaa mimi jamani mtoto? Unaona ulivyoniacha pale? Hapo ukiona mama. Sawa, kwa si umeniacha na mchumba wangu pale? Ndio. Vipengele vilivyonitokea pale. Sijao kupata mauzauza kama yale. Babu. Naanza kumpangilia mchumba nini, anaanza kuniletea mambo yote, si nataka uje kibodo uoe si nini. Unajua? Ndoa sio. Sasa mimi nikawa namtuliza mdogo mdogo, unajua sisi sio awaji babu. Kwambia sikiliza. Acha hapa ilale baba. Vipengele vikikaa sawa nini nitarekebisha hiyo mambo. Babu natupa macho. Ana kuana na yule mzee babu. Yaani kama naona, yaani kama namuona na anapopendaga kuongea yule. Mzee anakimbia kama anapelekwa na upepo. Majo. Nimekuita mara 3. Hapo umesema nini? Nani? Unataka wewe? Kama unacha kitu gani hizo bana, nyokeni maelekezo mnataka nini? Kumbe wewe ndo unamfundisha mwanangu. Unajua nimemleta kwangu mimi kama soba ili aachane na madawa kulevya, mibange aache. Haya, hapo tena unampa nini mwanangu? Unataka kumharibu? Sasa shangazi, kwani wewe ana tatizo gani akitumia hii nini akikaa na mimi ile? Hivyo kuna mtu mtoto wake anataka kuharibia mtoto wake? Sasa mbaya zaidi, mpaka kwa majirani unaniharibia mwanangu. Ona sasa, kwa mama nani pale, yule rafiki yangu, shoga yangu, mama nani huyu? Mama Kaisiki. Mwanae atembea naye. Kashamfuma tayari yule baba yule ustazi shehe yule. Kashamfuma atembea naye. Uone unaniharibia wewe? Uone unanitafutia hasama mimi kwa nani kwa majirani? Si ndo makonta tunaelekeza njia, upepo pita hapa fanya hivi. Yeye kafika hapa mgeni kaangalia ni nani mwamba wa kutamba naye mtaani. Mimi ndo namuelekeza mazingira ujue. Kwamba ukitaka yeye pita hapo, ukitaka yeye namna gani vipi hapo hivi. Alafu wewe, kuna mtu asiyekujua hapa kama yeye mfuta bange mwizi maarufu. Unamkimbiza tu mwanangu, unamkimbiza tu kwa sababu wewe unanifanyia hivi, unaniharibia mwanangu wewe, Sema nini shangazi? Unabwata sana alafu nini? Njoo taratibu. Kwa mimi nabwata. Yaani unataka majirani wote wasikie si nini? Nabwata inaniuma, unaniharibia mtoto wangu. Wewe mtoto wa kaka, tondoke. Alafu shangazi. Mimi unaona kama unanizalilisha. Ina maana mimi ugonjwa wangu mimi ndo unautangaza dunia nzima, hadi watu wajue kama mimi naumwa au vipi? Mbona ugonjwa wangu mimi unautangaza kama vijola vya kutangazia sare? Mbona unafanya hivyo, unasambaza kama vile unasambaza? Yaani ni yako nini shangazi? Hebu kuwa na adabu. Mimi kwa kazi yako wewe. Umenisikia? Usione mtoto mdogo hapa. Mimi nimezaliwa na baba yako, baba mmoja, mama mmoja. Kwa hiyo niheshimu hata kama mtoto mdogo. Nimekwambia turudi nyumbani. Nakwambiaje? Dakika 5 nataka uwe nyumbani. Si unanielewa? Alafu wewe, mwanzo na mwisho. Mwanangu umekuja hapa nini unaumwa alafu nini unanificha? Nini faida yake? Sometimes unajua anaongea kweli. Sema nimemind lakini sijataka tu kumuonyesha kwamba ile nimenyoka kwake unajua. Sema ameongea point unajua. Sikiliza mwanangu au vipi? Sasa nikwambia kitu ndugu yangu.
Mtoto anaonekana hajakula au vipi? Ngoja mimi nikachukua pocho nini, michipsi na nini. Wewe Kibode, si uwai, mimi nimetumwa dukani. Nakuja mchumba wangu sasa hivi, nakuja sasa hivi. Mpela jamani, huku kwetu mpela, huku mambo pambe. Mpela huku kwetu mpela, huku mambo pambe. Mpela. Naam Sheikh. Ustaz. Maalim. Naam Ustaz. Aha, al-allama fadilatu Sheikh Karokola. Naam Sheikh. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Ulikuwa umelala? Nilikuwa nimepumzika kidogo. Karibu. Asante. Sasa Sheikh wangu, lile swala ambalo nilikuwa nakwambia linanihangaisha muda wote la binti yangu Kaisiki, leo hii nataka ulifanyia hatima. Leo hii asubuhi nimemfumania akiwa na kijana kichochoroni. Haijafika hata jioni ni amerudi tena kwa yule kijana. Nimemfuatilia mpaka namwona anaingia pale kwenye geti la wale wauni. Sasa shehe wangu, sitaki aniharibie uongozi wangu katika msikiti. Sitaki aniharibie katika imani yangu ya dini. Sitaki aniharibie sifa yangu ya mtaani. Sasa nataka nimpe kile alichokichagua. Kwa shehe wangu nikuombe, kwa ridhaa yako, naomba tuende leo tukamalize. Bwana Karokola, katika mambo muhimu matatu ya kuwaishwa, miongoni mwalo ni jambo la nikaha, yani ndoa. Mashallah shehe. Shehe wangu. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba umetumia hekima na busara na elimu ulionayo. Naam. Sasa shehe wangu, nikuombe kwa ridhaa yako tulimalize. Na bila kupoteza muda. Naam. Mimi naomba nikajiandae ili twende. Sawa shehe wangu. Lakini ulilishuhudia jambo kwa macho yako? Sijamtuma kijana wala sijamtuma mtu wa aina yoyote. Mimi mwenyewe kwa macho yangu nimeshuhudia akiingia kwa wale wauni. Sasa kwa sababu yeye ndio kawachagua. Mimi ni kati ya watu ambao sitaki ninunulie ndege na kinunulie gari mpaka binti anakuja kuzalisha kuleta wajukuu nyumbani. Mimi nataka ili mradi kamchagua yeye. Awe mtu wake maisha yake. Hapo na mimi nakazia pale pale. Si mtu wa tamaa. Naam shehe. Jambo zuri. Sitaki mahali. Wacha nijiandae. Mpela jamani, huku kwetu mpela, huku mambo pambe. Mpela huku kwetu mpela, huku mambo pambe. Mpela mtaani kwetu mpela, huku mambo pambe. Mpela mtaani kwetu mpela, huku mambo pambe. Mpela twende. Oya msela. Shakuja fungua geti sasa, najisahau. Shoga yangu. Hapa si kwa shemeji hapa. Ndio shoga yangu hujakosea. Mimi shoga yangu nimeshangaa. Sijui unanielewa na sijui anaelewa nani. Mimi najua hapa kwa shemeji yangu. Tena shemdani namjua mimi, tunatamba naye hapa mjini. Ni nani atakuwa naoa? Ngoja basi. Nini mzee? Jambo nini? Shana, mimi naomba kweli. Kaniambia mtoto wangu. Muombe nitakupiga vichwa. Taratibu. Mimi mwenyewe rasta. Shekhe, tafadhali. Imamu wewe. Kuwa mpole. Acha mzee wangu nini? Nisikilize. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema an-nikahu sunna. Kuoa ni sunna. Faman raghiba an sunna, yoyote asiyetaka jambo la kuoa, falaisa minni,
huyo hayuko pamoja na Mtume. Sasa wewe utakuwa na Mtume, nitakuwa mimi mmoja wapo kwa sababu naoa nani? Nisikilize nani wewe bwana mkubwa, bwana mdogo. Sio wangu yule. Nisikilize bwana mdogo, mimi sitaki mali, sitaki hata kijiko, sitaki hata mswada. Mimi nishalipa mali zote. Mzee, tunaheshimiana. Ile sio kazi yangu. Bwana msikilize huyu mzee. Hakikisha unaoa. Kutoka kubembeleze. Kwa maana ulipokuwa unamweka geto unakuona kwa machango unajabembelezwa. Mzee wangu tafadhali shekhe, naomba hichi kilemba viko wala ukitaka hata na koti shehe wangu. Hata koti nimpe. Mpe mzee, mimi Mkristo lakini mambo. Mkristo wapi akati nakujua wewe? Umeasi hata msikitini uji unaleta mambo ajabu ajabu. Kwa koti. Bwana tukubishe kama mtoto. Hatuna muda kupoteza. Taratibu. Sio taratibu mwanangu, nao hata hilo toa afu niambia taratibu. Taratibu ya kutoka wapi? Ta mambo kiuni. Bako za kiuni basi. Watania mtukuu. Basi. Tafadhali shekhe. Tukutia vichwa. Basi. Yaani mtoto nikupe bure bado nipangie. Shusha tempo shekhe. Kenge. Shusha tempo, jambo liende kwa kenge kabisa. Huyu anaitwa nani? Unaitwa nani? Jina langu? Mimi naitwa Majo. Sio Majo, kwanza leo naitwa Bakari. Sasa okay. Shakupa jina. Abubakar. Na binti anaitwa nani? Anaitwa Zubeda binti Kaisiki. Lakini tutumie Zubeda. Mara nyingi nataka jiita Zubeda. Binti Kaisiki kibode sasa. Samahani shehe wangu. Kuna nini hapo? Unauza kuna nini hapo uje kinachoendelea? Kengeri. Mzee wangu. Bwana wewe sikiliza kwanza. Tafadhali. Huyo sio huyo. Huyo mnamuonea, huyo sio huyo. Sio huyo shehe. Mimi hapa. Bwana, hebu kuwa na nidhamu. Umekuta watu wazima na mashehe wapo katika jambo adhimu. Tafadhali kaa kimya. Babangu. Ngoja aliisha, tutazungumza na wewe shekhe. Shehe wangu huyo sio mnamuonea tu. Haya, tutakupiga. Ndio ibada. Naam. Shauzesha huku mimi. Mwite kwa majina yake matatu. Sawa. Utamwita, umesema unaitwa nani? Majo. Taja jina lako. Nimekwambia Bakari. Abubakari. Utamwita Sheikh Abubakar. Abubakar nani? Abubakari. Na baba nibadilishe. Baba huwezi kubadilisha, atakiwa tumie la baba yako. John. Yaani sasa utamwita Abubakar John. Naam. Ninakuozesha ninakuozesha binti yangu. Kaisiki naye. Kichecheo mtaa. Mpira. Jamani huko kwetu. Mimi usamawe hapo. Mpira. Huko kwetu. Mpira. Huko mambo pambe. Mpira. Mtaani kwetu. Mpira. Huko mambo pambe. Mpira. Mtaani kwetu. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usifanye hivyo. Kaisiki naye. Kichecheo mtaa. Mpira. Jamani huko kwetu. Mpira. Huko mambo pambe. Mpira. Huko kwetu. Mpira. Huko mambo pambe. Mpira. Mtaani kwetu. Mpira. Huko mambo pambe. Mpira. Mtaani kwetu. Mpira. Huko mambo pambe. Mambo pambe. Mpira. Mtaani kwetu. Mpira. Huko mambo pambe. Mpira. Mishe zake za mchongo. Siombe upige tukio ukutane na kaloko. Juzi katika opo akarudi na bonge la toto. Ukiacha yote kuna huyu kamgisha. Mtani anatuvimbia kajiona kamaliza.
Kwanza ana jambo dogo amejawa zala, Taita wa Kihaya yeye amepanda dao. Anapenda sifa mta mzima wanamjua, analitikisa jiji zima wakijua. Pamela mama mishe kutwa na saka miela,